Hello, mambo vipi? Karibu katika channel yangu. Jina ni Erica Lulakwa. Leo nina mambo mengi sana ya kuongea. Mambo mengi sana ya kuongea, Na wewe unanifuatilia popote pale ulipo duniani, asante sana. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Sasa kuna mambo mengi ya kuongea. Lakini katika kuongea yote, unajua kuna mambo mengi yanaendelea. Kwenye siasa, kwenye mpira, kwenye sijui nini, kwenye wasema siasa, mpira, entertainment, burudani, kwenye burudani kuna vitu jamani vinaendelea ulimwenguni. Hasa kwenye nchi yangu Tanzania, nakupenda Tanzania, Lakini kama unavyonijua, kama unanifuatilia, umekuwa ukinifuatilia kwa nyuma na kwa sasa, mimi sijawahi kuongelea mambo ya siasa. Kwenye siasa huko siongei. Hata hapa Marekani siasa sifuatilii. Kwa hata Tanzania, naangalia vile ambavyo vinanihusu, vile ambavyo vinanihusu, na lakini siasa wala sipo kuongelea siasa. Leo bwana, kama unanifahamu mimi ni mpenda michezo, napenda sana michezo. Mimi ni mwanamuziki. Napenda michezo, napenda mpira, napenda basketball, napenda football, napenda volleyball, napenda michezo. Sasa nikiangalia au nikifuatilia, nikisoma kinachoendelea Tanzania kwenye michezo, hasa kwenye ligi kuu ya Tanzania, ni unasoma huku, unaangalia huku, unaangalia kule, hasa mwisho wa siku inabidi uchuje. Hasa katika kufuatilia kwangu vyanzo mbalimbali. Unajua kuna vile ambavyo vinaaminika, kuna vile ambavyo vinafuata ueledi, ile professionalism. Kuna vile ambavyo wapo tu kwa ajili ya kutengeneza content, wenyewe hawajali kama kitu ni sawa, kitu sio sawa, vyote. Kwa hiyo inabidi mtu uwe makini sana. Sasa mimi yote yashaongelewa, kama hayajaongelewa yanakuja basi tutayafahamu. Mwisho wa siku nimekuja kugundua kwamba Tanzania, kwa wewe Mtanzania unayefuatilia mpira, kwanza hata nisiende mbali kwenye mpira, iwe ni kwenye ngazi ya familia, utoke kwenye familia uende kwenye ngazi ya group, uende kwenye ngazi ya kitongoji, uende kwenye ngazi ya kijiji, uende kwenye ngazi ya kata, uende kwenye ngazi ya mkoa, uje ngazi ya nchi nzima, kuna kanuni ambazo zinatakiwa zifuatiliwe, iwe kati ya marafiki wawili, iwe kati ya mke na mume, iwe kati ya mwalimu na mwanafunzi, iwe kati ya mtoto na mama, iwe kati ya kuna kanuni, kuna nini nasema, kuna misingi inabidi ifuatwe. Sasa katika sisi Tanzania yetu jamani, tuna mambo fulani ambayo yanaitwa uholela, mazoea, ile uholela, ile ukiritimba, unakuta binadamu au watu hatufuati misingi ile ambayo tunajiwekea. Na hatufuati misingi ambayo tunajiwekea kwa sababu tunachukuliana poa. Tunachukulia tu poa bana, hivi tushavizoea. Kwa nini sasa hivi ndo sheria zinaanza kufuata? Sasa nikwambieni hivi, Tanzania inabidi ubongo huu inabidi maarifa yetu tuyaamshe, inabidi maarifa tuyaamshe. Ulimwengu tuliopo sasa hivi ni ulimwengu wa kufuata kanuni. Hamna mtu yote ambaye amelala. Hamna mtu yote ambaye
Kama wapo ambao wamelala, basi ni wale watu ambao yani hawajihusishi na chochote, na sio kwamba wamelala, wameamua tu kuchagua kufuata hayo maisha ambao wao wameridhika nayo. Unaona? Sasa kwa mfano mimi hapa nimeamua kwamba sifuatilii siasa, lakini kuna vitu vingine ambavyo naweza nikavifanya. Sio lazima niende kwanza kupigizana kelele sio na nini huko na watu hivi na hivi, hapana. Kuna vitu ambavyo sasa kuna binadamu hao ambao wameamua wenyewe maisha yao. Nikupe mfano mmoja, mimi bibi yangu, yeye aliamua kuishi maisha yake kijijini Bukoba, akilima mimea, kahawa, migomba, mihogo, kila kitu yani. Aliamua kuishi yale maisha. Hakutaka kwenda mjini, hakutaka kwenda hapa, hakutaka kujihusisha na nini. Ameishi yale maisha pale Bukoba vijijini mpaka siku ambayo anarudi kwa Mwenyezi Mungu. Hasa kuna watu kama ambao wapo na uwezo ukawakataa, na uwezo ukaondoa, na uwezi ukawakosa. Wapo wameamua kuishi maisha yao. Lakini wale ambao tumeamua kufuatilia kwa mfano michezo, na tunaamua kujihusisha na michezo, tunaamua kuwa viongozi, tunaamua kuwa wafuasi, tunaamua kuwa waongeaji wa michezo, basi inabidi ifike wakati tutumie akili. Inabidi ufike wakati tutumie akili. Sasa kama utakuja kujitokeza kuongea mbele ya watu, inabidi tutumie akili. Sasa kwa nini nasema inabidi ufike wakati Tanzania tuanze kutumia nani? Tusilete mazoea au uholela au ile kwamba unafikiri tu huko wewe na familia yako umezoea labda kuigomba, yani bosi around, ufuati misingi ya familia, ufuati nini, basi unafikiri kwamba utakuja hata huko ofisini utafanya hivi. Hakuna. Sasa hivi watu sasa hivi wanaanza kuishiwa na uoga, hasa kwenye mpira. Kwa kuna wengine wanaposimama kudai haki, nyinyi mnaodaiwa kutenda haki inabidi mshtuke. Msiposhtuka sheria zitawafunga, kwa sababu sheria zipo, zimetungwa. Mnaweza kuwa hamjatunganyia, lakini zipo, zimetungwa na wale watu waliopita wa mipira. Na kama zipo, basi twende kwa sheria. Sheria zinasema nini? Na mwisho wa siku usije ukafikiri kwamba hivi kama nyuma watu walikuwa wadai sheria, wanawaachia tu mnapita, yani mnapeta. Basi sasa hivi wakati umefika huo, sio sasa hivi, yani wakati huo hapa sio ule wa nyuma kwamba watu walikuwa wanaogopa. Kuna mmoja atakuja kujitokeza, atasema mimi nasimama, haki zitendeke. Ndio kitu ambacho kinaendelea sasa hivi kwa klabu ya Yanga na nani na bodi ya ligi na TFF. Kwa inabidi viongozi muelewe sasa hivi hamwezi mkaendesha mpira kwa mazoea na ukiritimba mkasema tu kwamba wakati wote tu unapoamua umeamka usingizini mtaenda kuandika kitu fulani. Hasa tufanye mfano. Mimi sijafuatilia sheria za nani, kanuni za mipira, lakini ninafuatilia, ninasoma na ninaangalia wale ambao naamini kwamba wanatoa habari kwa uweledi, sheria zile ambazo wanazitaja. Sasa bodi ya ligi, imagine yourself, this is a very small example. Usiku unaandikiwa barua, wewe mwenyewe umetoa barua kwamba timu pinzani imetoa barua kwamba imeandika barua usiku kwamba ilienda kufanyiwa sijui fujo. Mnajua yote hayo mliyosema nyinyi. Haya wanakuletea. Asubuhi yake unaamka mpaka saa 6, mchezo bado tena unatangaza kwamba mchezo utachezwa. Alafu inafika saa 8 unasema sasa hiyo umekuwa mpira unaoheshimika au imekuwa ni nani? Imekuwa ni nini? Sio ni hata niiteje yani. Yaani mpaka unashindwa mpaka kuelewa kwamba yule mtu aliyokuwa anafanya hivyo kwamba amechanganyikiwa, ana akili timamu ama la. Unanielewa kwamba mida fulani mpira upo. Alafu baada ya masaa machache mpira kwamba tumeahirishwa. Sasa kumradhi kidogo hapa, ngoja nirekebishe mitambo hapa. Rekebisha mitambo hapa kidogo. Hapa isiniletee nani, unaweza kuja wakanitolea hii hapa. Pana weka muziki wangu bwana. Yeah. Kwamba sasa ile mechi inavyoahirishwa, wewe unavyoahirishwa unasema tu kwamba eti
Alafu watu wanatumia neno mamlaka. Mamlaka gani ambayo hayafuati kanuni? Mamlaka gani ambayo hayafuati sheria? Sasa mimi siji hapa kuongea ni kurudia vile vitu ambavyo watu washaongea. Ila nataka niwaambie kwamba watu mnaosema eti sijui kuna mamlaka na mamlaka ina nguvu, na mamlaka ni lazima zifuate sheria. Mamlaka ni lazima zifuate kanuni. Hata kwenye familia, baba, mama, msipo waheshimu watoto wenu na kufuata kanuni za kuwalea watoto, wale watoto hawatawaheshimu wala hawatafuata njia zenu. Unaweza ukaja kukuta kwamba hamna tena ile hadhi ya nyinyi kuwa baba au mama katika familia. Eti kwamba wewe kisa wewe ni baba au eti baba au mama wa kuwa familia, msifuate misingi ya kuwalea watoto au ya kuendesha familia kisa nyinyi mna nguvu. Hapana, hata wale wenye nguvu kuna wakati inafika wanakuwa nguvu hakuna. Kama mwanafilosofia mmoja alisema kwamba katika hii nitaongelea ni kuhusiana na siasa, kwamba inapotokea katika jumuiya fulani unakuta kiongozi wenu anaenda nje ya kanuni, yule kiongozi anatakiwa aondoke, hafai tena kusimama katika ile jumuiya anayoiendesha. Kwa kuna zile governance, kuna rules ambazo zinatakiwa zifuate. Usipozifuata unaondoka, unatolewa. Sasa hivi vitu vya waziwazi, cha maana hapa ni kwamba uholela wa Tanzania uishe, na utakuja kuisha kipindi hiki kama kweli Yanga akisimama na kufuata haki. Uholela wa kusema mtaendesha mambo kwa uholela bila kufuata sheria, utakoma. Utakuwa yani ndo unaanza sasa hivi kukoma. Kikomo ndo kinaanzia hapa. Unaelewa kwamba mtu anaweza kutishia, sijui Yanga mkifanya hivi mtatolewa sijui nini, sijui mtaondolewa sijui point, sijui mtashushwa daraja. Sasa mkimshusha daraja, yeye anadai haki. Hata mkimshusha daraja sawa, lakini yeye anasimamia. Hata mkimuondolea points, yeye anasimamia, anataka haki. Mtoe majibu jinsi mlivyo. Hakuna kitu kinachoendeshwa kiholela. Na Tanzania sasa hivi imesimama kwenye mpira. Yanga inafahamu, Yanga inaendeshwa na uweledi, Yanga inaendeshwa na watu wenye akili wanaotumia maarifa. Unaelewa Inaendeshwa na viongozi wanaotumia maarifa, hawakurupuki. Mtu utakuja mechi imeahirishwa afu dabi, unakurupuka. Hapana, hiyo hakuna. Sasa hivi amkeni. Ule kusema kwamba eti watu watanani tu, hamna shida, tutawatishia watakuja. Hamna kutishiwa. Kama kweli ni Yanga anasimama na anataka haki itendeke, itatendeka. Na kwa for your information, mtasema mechi sijui mtampa mtani point 3. Mkimpa point 3 labda let's say mnampa na champion. Mwisho wa siku tena mtakuwa mmefanya kitu kizuri kweli. Sasa pale unafikiri Yanga yeye ni mbumbumbu tu atakaa. Wewe hujawahi kuona kwamba watu wameshapewa ubingwa afu baadaye wakanyang'anywa? Hujawahi kuona hilo? Hujawahi? Kama hamjawahi kuona, basi mtaona kipindi hiki kwamba mtasherekea mwisho wa siku zitafuatwa kanuni zitafuatwa, njia zitafuatwa. Sidhani kama watu Yanga ni wapuuzi. Watafuata, wataenda, watapita kila sehemu na kuhakikisha kwamba haki imefuatiliwa na imetendeka. Mwisho wa siku nyinyi mnaosema kwamba mtamnyang'anya Yanga point 3 na sijui nini, mtamshusha daraja afu mtajipa nyinyi championship, mwisho wa siku mnakuja kunyang'anywa, mnakuja kufutiwa huo championship wenu. Sasa nachowaomba viongozi wa Tanzania kwenye mpira, fanyeni mambo kwa uweledi na fuateni kanuni. Wa Tanzania sio wajinga, au wale watu wenye vilabu sio wapumbavu. Ule upumbavu na ujinga na ushenzi umepitwa na wakati. Watu sasa hivi wanafuata sheria na wanazifahamu. Amkeni. We'll talk later. Bye.